Namba nene ya arume aria menjera ng'ano ciao ni cia kuonana kimwiri kana gutuma ndugu na airitu matakinyitie miaka 18, amwe makimenyekaga na aria angi makiugaga ni igenyo na kwaga kwimenyera. Umuthi twina rugano rwa mundu urauga ni wa kanitha fiu. Mtu kuelewa mimi ni pastor, jambo la kwanza reaction, matendo pia naambatana na yale ambao unatamka na venye unakaa na watu kwa ile mazingara mahali huko, ukiwa raia ama ukiwa jela. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, lazima uende kwa ile matakwa ambaye inastahili. Ukiwa mwanafunzi unaenda kama mwanafunzi. Wewe ambaye ni mtumishi, ni pastor, inastahili uwe mfano mwema kwa wale watu ambao unahudumia ama unaongoza. Nilikuwa station pastor kanisa ya Maranatha Faith Assembly. Nilikuwa nimeanzia kanisa ya kwanza Nyamira, mahali wanaita Nyamiranga, Nyamira County. So hiyo ndio kanisa ya kwanza ambao nilianzia kuenda as a station pastor, lakini kuanza kujifundisha mambo ya uhubiri nilianzia kwa kanisa ya New Life nikiwa chini ya wachungaji wawili. Reciria ria kihiko nirio riari thabari ya jela. Safari ya kuingia jela ilianzia nikiwa pia mhubiri. Nilikuwa nimepanga harusi yangu nikaweze kuifanya. Ikapangwa na makanisa yote, hata mimi nikiwa mimi niwe na familia, sababu siwezi kuwa mhubiri kama sina mtu ako karibu na mimi. So hii harusi ikapangwa, ikafika mwisho kabisa. Naenda sasa naongojea muda kidogo ili nikaweze kufanya nini? Nikaweze kushikizwa hii harusi. Lakini yule dada sijui vyenye kulienda. Baada yake nikiwa tu, ilikuwa Jumapili, Bishop mahali alikuwa naoa kutoka hapo kanipigia simu akaniambia, pastor, yule dada mama yake ameniarifu kwamba ameolewa. Na mama yake alipigiwa simu amekosa siku 2 na amemwambia ameolewa na karani. Kutoka hapo mimi nilipopata habari yenyewe niliumia. Ikawa sasa wale walikuwa wameandaa hii harusi, ibidi ile vitu yenye ilikuwa imetolewa irudi. Sasa mimi kwa ndani yangu niliumia, nikasema kama harusi ingekuwa hivi nafanya wakati tumeoana ingekuwaje? Mimi kwa ndani yangu nikatoa jambo linaitwa harusi. Sasa kutoka hapo ndio nilikaa mwaka moja. Nilipokaa mwaka moja, nyumbani mimi sina ndugu. Ikawa watu wa kijiji, wazee wa mama wanasema, wewe ni mtoto mzuri, mhubiri sawa, lakini si ulete mtu unapepa maji aje, leta mwanamke. Ikawa nikienda hapa ni kama shida, sasa nikilala mawazo hapa na pale. Thutha wa ndugu ya mbere guthata, ya kere kwinyitirira yari mwaki muhiu. Sasa nikiwa tu mahali pale, huyu dada ndio tulianza kupatana sasa na huyu dada. Huyu dada nyanya yake ndio sasa mwingine. Huyu sasa mwenye amefanya niko hapa ndio tumepatana sasa, tuache yule iliisha. Sasa huyu nyanya yake ndio mshirika. Sasa ikawa kuna shida katika familia ya huyu dada, familia yao kupitia mambo ya shule. Sasa nikawa mimi naenda mahali pale, familia ya huyu dada ni walevi. Mimi sasa kama kanisa nikaambia wazee, watu wa kanisa, hebu tuende kwa familia fulani nimeitwa, tuende kuona kuna Sasa mimi nikawa naenda. Wazazi, huyu mama mwenye ameniweka hapa akawa anasema, huyu msichana shule, mimi sina pesa, kuna chama inahitaji pesa fulani. Mimi kama kwa hiyo kijiji, mimi ni mhubiri, nitasaidia huyu mtoto aje. Tunapanga kama kanisa, tunaenda mahali pale, tunasaidia.
tukawa tunasaidia hapa na pale, lakini sijui ni shetani au ni nini. Wakati imeendelea zaidi, tunakuwa tunasaidia pesa ya shule, chama tunalipa kama kanisa. Sasa imefika mama ni nini? School fees sina. Kama kanisa inachanga, mama sasa enda lipia huyu msichana shule aenda, so mambo ya mapenzi chaingia. Kikao tulikaa ya mwisho, yule msichana alisimama akasema, mimi ninajua pastor ana bibi. Wazazi wangu ndio hawa, hawataki kufanya nini? Hawataki kunisaidia mambo ya shule, hawataki kunipeleka shule. Mimi ninaomba tu watu wa kanisa mkiwa hapa wote wamesikia mpaka mama yangu. Ile wakati pastor akitaka kuoa, mimi niko tayari. Ile muda yeyote ataweza taka, mimi niko tayari. Wale watu by the way hawakuongea. Na mimi nikashindwa kenye nitaweza ongea. Nikawaambia hiyo jambo si rahisi hivyo, lakini hiyo tuachie Mungu. Sasa kutoka hapo huyo msichana ikawa ni mazoevu. Niseme sasa ni shetani alinipitia kwa yule dada mpaka nikijipate hapa. Akawa every time now and then wazazi wanampea mara maziwa, mara mboga, yani atoki kwa mlango yangu. Na mimi kwa kanisa nilikuwa naishi na vijana watatu ambao ni watu wakubwa wamekomaa. Nilikuwa nakaa nao, siendi mahali popote bila hao. Sasa kwa ile harakati ya kuja, nikaona huyu dada venye anakuja atanipaka matope. Kitu nifanye, niombe transfer nitoke hapa niende kwingine. Wakati nimeandaa transfer nikaambia kanisa Jumapili kuna seminar. Itabidi pastor mwingine akuje hapa sababu watu hawakuwa wanataka hata nisonge. Kuna mwingine atakuja lakini mimi nitaenda kwingine kwa muda mfupi ili nitoke hapo. So huyu dada ndio tena alikuja mahali hapo akasema, sasa mimi nataka unipee jibu leo, kama unaenda unipee kaambia jibu ipo. Nyanya yake akaniambia hivi, pasa kitu utafanya. Ule mtoto venye alisema ni, na sisi kama familia tu tayari. Ukitaka kumuoa enda naye. Wewe ukamuoa. Mimi sikumjua saa hiyo, sikumchukua. Mimi nikaenda. Kufika nyumbani nilimaliza kitu kama miezi 5, nimeenda kanisa inaitwa Mochengo kwingine. Sasa hapo nyumbani. Sasa hapo yule msichana akatoka kwao tukiwa crusade. Akakuja nyumbani peke yake. Kukuja nyumbani mamia akanipigia simu akaniambia, kuna mgeni amefika. Kama wewe mgeni gani? Kuja umuone. Kufika mahali pale nilienda baada ya siku 2 wakati aliniambia, huyu msichana ametangaza kwa kijiji akienda mtoni, mimi ni mke wa furaha. Tunasema tutaki tunafusha sana. So ukamuoa. Mimi nikamuoa. Kweli tukakaa. Sasa muda tumekaa amebakiza kitu kama wiki 2, wiki 3 asae sasa. So kutoka hapo ndio tulikamatwa. Ukunyitwo atia muhunjia munini? Nilishikwa nimeoa underage. Nimeoa mtoto wa miaka 16 ambaye hajatoshea. Huyu mtoto by the way wakati mimi tulianza na yeye ilifikia wakati alikuja nyumbani aliniambia ako na miaka 19. Na mimi nikasikanisha na ile familia venye walinielezea kwamba huyu msichana sisi hatuna shida. Mimi sikujua kama kuna maneno mengine labda ako underage sababu venye aliniambia 19. Mimi nikachukulia iko hivyo sababu wa familia walisema hawana shida. Msichana alikuwa mwili ni mkubwa. Mwili hata alikuwa mkubwa kuliko hata mama yake. Hakuna mwili. Sasa mimi hakuna uchunguzi yote ana jambo lingine nilifanya zaidi ya hiyo. Hapana. Mimi nilimuoa tu kulingana aliniambia ni miaka 19. Mimi nikaamini tu. Na vile niliamini sikujua ni 16 years. Sasa hiyo nilikuwa na miaka 30. Nilifungwa miaka 20 kwa kuoa mtoto wa miaka 16. Tamenya atigire ucio wamurehire njera gwake mucii no mutumia nginya riu wina ciana ciake.
ako nyumbani kwetu. Yeye tangu tukamatwe mpaka sasa ako kwetu na hakutoka. Nilifanya miaka 4 kesi, miaka 3, karibu miaka 4, ako bado nyumbani. Hajawahi toka tangu 2016. Na tulipokamatwa mara ya kwanza alikuwa na mimba, alikuwa amebakiza 1 week, akazaa 2016. Ikifika 2019 pia tukaongeza mtoto mwingine wa pili. So mimi nilipofungwa 2020 nilifungwa nikiwa na watoto wawili bado. Huyo dada vile niko gerezani pia na yeye ako nyumbani. Agnes, mahali ulipo pale unanitazama, mimi naomba Mungu akaweze kukuongoza kwa kila jambo lile ambalo unaliface mbele yako. Na jambo la kwanza, umwamini Mungu zaidi. Usiovie sana mambo mingi hayana maana. Jambo la maana ni kumkubalia Mungu katika maisha yako. Usione hofu sana ati niko gerezani. Hapa gerezani mahali niko ni mahali ambao imetengwa kwa yule mtu ambaye anaenda kinyume na sheria, anawekwa kitambo kidogo, pia anaachiliwa kwa sababu ya ile tabia anaonyesha mahali pale. Okwirira werira kereuma. Nilipoingia gerezani sikuwa najua chochote kuhusu mtu akioa underage inakuwa ni kinyume na sheria. Lakini kulingana hii kesi na venye nilikamatwa nikafanya kesi mpaka nikafungwa, kweli ni kinyume na sheria, sababu kila mzazi anahitaji mtoto wake akaweze kumuonyesha uzuri wake. Lakini sisi kama vijana hatuangalii, hatujui sheria. Sasa mimi kwa upande wangu sioni kama nilitenda kitu mzuri, sababu huyu msichana bado kulingana na sheria alikuwa underage. Ruru ni rugano rwina githomo gitukanu muno. Haha watho uronekana gutuha. Sikuwa nimeelewa sheria. Bado venye nimekaa nimejua sheria, na wale rika kama yenye nilikuwa bado nimeanza kuhubiri kabla sijaoa. Niko na usemi juu ya rika kama ile nilikuwa naye, ambaye nimefunzwa mahali hapa mahali nilipo chela. Nimepata ujuzi mingi na usemi kuhusu awe mkubwa awe mdogo. Underage jera ni muturire wa merirwa. Kuna jambo lolote chini ya jua halitajulikana. Na hata Biblia inasema kile yani yale maneno ambayo yamefanywa chini yamefichika yatafichuliwa wazi. Sasa wewe ambao unatembea hapa na pale ati mnacheza chini ya maji, itakuja kufichuka. Itafichuka ukiwa wapi? Huenda umefanya jambo lisilo la halali. Unapata wasichana wengi ati wameenda kutoa mimba, hiyo imefichuka already, umevijua. Wewe kijana ati umeficha mtoto wa mwingine na mzazi anamtarajia apate faida kwake na ni mtoto wa shule, umemficha. Number 1, umeenda kinyume na sheria. So mimi kitu nitaweza ambia vijana wale bado wako kwa ile lika ya kutembea na kufanya vitu isiyofaa, hawajajua sheria. Sheria inakata mahali pale inaonekana kuna uregevu. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Nakuru.